Bila shaka msikilizaji upo tayari kuweza kupata mwendelezo wa simulizi yetu ya Umechelewa ndani ya maktaba, na leo ikiwa ni siku nyingine kabisa ambayo tunakuja kuweka mwendelezo sehemu ya 19 na sehemu ya 20 kwa ajili ya kuweza kukamilisha episode yetu ya 20 kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo cha kufanya tulia hapo hapo pale ambapo tayari Lewis yupo ndani tena kwenye chumba cha Queen. Wapo tayari na kuanza mambo yao. Akazidisha chumvi na ufundi wake, lakini mambo yalipotaka kukolea, Lewis akakurupuka, akashtuka. Lewis vipi? Queen akauliza huku akiwa kama amezidiwa. Nimesikia kama honi ya gari. Akaongea kwa wasiwasi mwingi bwana Lewis. Akamfanya Queen naye akakurupuka kabisa na kutulia vizuri. Sasa ikawa kweli wote wawili wakasikia vizuri tu, ilikuwa honi ya gari. Tuweze kuendelea msikilizaji, sehemu tulioishia ndo hiyo. Asa tuweze kuendelea na sehemu hii ya 19. Wawili wale wakakurupuka. Uzuri Lewis alikuwa amevua shati tu, akalichukua akalivaa vizuri. Queen naye akavaa haraka haraka. Uzuri begi Lewis aliingia nalo mule ndani na begi akalichukua na kulivaa. Queen Bernard akatumia ujanja, akachukua begi lake vizuri, akamshika mkono Lewis. Twende huku. Lewis akiwa na wasiwasi mwingi akakosa cha kusema. Akakokotwa na msichana yule mpaka nje ya chumba kile. Akapelekwa mpaka karibia na sebreni, kisha akaingizwa kwenye kona fulani na kupandishwa kwenye ngazi, ambapo baada ya kupanda wakamuona kama mtu akiwa amewasili hapo sebleni. Haraka haraka wakapanda mpaka juu ya ghorofa lile moja. Wakakutana na meza. Kaa hapa, toa madaftari. Queen akaongea na yeye, akafungua begi na kuyamwaga madaftari, na Lewis kitete akazoa tu daftari moja, lakini lilikuwa la Queen. Na walipoweka mazingira sawa tu, sura ya kiume na ya kike ikaonekana pale. Daddy and mom merudi. Queen akaongea na kutabasamu. Kweli walikuwa mama yake Queen akiwa na baba yake, ambao wote wakamtizama Lewis. Shikamo mama. Shikamo baba. Lewis akasalimia kwa wasiwasi mwingi. Mapigo ya moyo kwa jinsi yalivyokuwa yanadunda yalitamani kuchomoka. Pale kulikuwa na upepo, lakini alihisi kijasho cha kwapa kikimtoka. Ilikuwa balaa sana. Mzee Bernard aliyekuwa amependeza haswa akamuuliza Lewis maswali mawili, huku akiipotezea ile salamu aliyoitoa kijana yule, salamu ambayo ilijibiwa na mama Queen. Naitwa Lewis Shayo baba. Queen aliniita tuje kujisomea. Wasiwasi ulikuwa mwingi wa Lewis. Akajikaza na kujiweka sawa, huku akiomba uoga umtoke. Baba, huyu ni rafiki yangu, tunasoma wote Kibasila. Queen akataka kuanza kupanga mistari, lakini akasimamishwa naye. Ingawaje naye usoni alikuwa katika hali ya kawaida, ila moyoni moyo ulizidi kudunda kama vile ulikuwa unataka kutoka nje hivi. Kijana, unasoma kidato cha ngapi? We Queen, naomba usijibu chochote, maana utalia sio muda. Mzee Bernard akaongea kwa ukali. Queen akanyamaza kimya. Lewis akaona kabisa alikuwa ameingia choo cha kike siku ile. Akaanza kujutia kwa nini kilanga chake kilimfikisha kule. Akajisemea, nasoma kidato cha pili. Lewis akajibu kiufupi na kumfanya Mzee Bernard sasa kumsogelea karibu. Akaangalia kwenye madaftari yote yalitandazwa ya kidato cha 4 pale. Umesema wewe kidato cha pili? Siamini, hebu subiri. Mzee yule akalichukua begi la Lewis lililokuwa chini na kulifungua, kisha akatoa daftari moja la Lewis. Kweli ilionyesha alikuwa anasoma kidato cha pili. Sasa wewe hapa umekuja kufanya nini? Queen yupo kidato cha 4, wewe upo kidato cha pili, inakuwaje sasa? Lewis akauliza swali, na pale Queen akatamani kutia neno, akawa hana jinsi. Akaona siku hiyo walikuwa wamekamatika. Nimekuja kumwelekeza Queen
Anasema kuna sehemu zinamsumbua, ndio kaniita nimwekee sawa, maana hajamuelewa mwalimu wake. Lewis akajibu kwa utulivu. Mzee Bernard akatabasamu kidogo. Mkono wake ukaelekea nyuma ya mfuko wa suruali yake. Alipotoa alikuwa ameshika bastora. Mtume, msikilizaji. Hapo ndo pabaya sasa. Lewis akatulia na kuondoa uoga, ingawaje sasa mapigo ya moyo yakazidi yalivyokuwa yanaogopa awali. Pale aliongezeka zaidi. Chezea mguu wa kuku wewe. Mungu, naomba nisaidie mimi. Aliomba dua pale pale, kwa maana aliona sasa alikuwa ameingia pabaya. Kimoyomoyo akaanza kumlaumu Queen kwa kumuingiza kwenye mkenge. Unajua kijana, ujanja wako sasa leo utaishia hapa. Mwanangu, mie nimepita kama mlivyopita. Queen na mama yako huyu, bora useme ukweli. Huyu ni nani na anafanya nini? La sivyo nampiga shaba huyu, kisha atazikwa humu humu na hakuna atakayeweza kusema hata wewe. Maneno yale yalimsisimua Lewis, akatamani kulia, akajikaza. Akatamani kutaka kusema ukweli, ila akatulia. Hakujua ujasiri gani ulimjia, akazidi kutulia. Uoga akauondoa, ingawaje Queen sasa akawa kwenye hali mbaya. Akaanza kumlalamikia baba yake asifanye kile alichokuwa anataka kukifanya. Akaanza kuomba msamaha na akazidi kusema kuwa Lewis alikuja pale kumwelekeza kweli ni kwa sababu Lewis alikuwa na uwezo kidogo. Wewe mie nilipata A kwenye hesabu. Sasa niambie hesabu gani ulikuwa unamwelekeza, na hata mie nitakutolea maswali hapa. Ole wako ushindwe kuyajibu. Nitakutafuna leo mzima mzima. Wakati huo mambo yake yakiwa yanaendelea, Mama Queen alikuwa kimya tu kutazama. Baba Queen, Mzee Bernard, akaketi karibu na Lewis aliyetulia. Akamuuliza Queen alikuwa anafundishwa hesabu gani. Queen akaropoka, akataja zile ambazo zilikuwa zimefunguliwa kwenye ukurasa ule. Alisema vile kwa kuwa angesema zingine ingezidi kuwa msala. Alimwangalia Lewis kwa macho ya huruma, akaona kabisa alikuwa kidato cha pili, na pale hakufika kabisa kwa kuwa yeye alikuwa kidato cha 4. Mzee Bernard, ile topic ambayo ilionekana Lewis alikuwa na mfundisha Queen, alikuwa anajua kinaga ubaga. Shuleni kwao alikuwa bingwa wa hesabu, na tangu kidato cha kwanza mpaka cha 6 alipata alama za juu sana. Akaangalia ile daftari, akampa maswali Lewis baada ya kuomba na kitabu juu cha hesabu. Queen akatamani kutaka kuyamwaga machozi, akawa anasubiri tu mambo Lewis yamshinde, na alijua atashindwa tu. Hawakujua Lewis alikuwa na akili za ajabu mno, yani alikuwa genius ambaye alikuwa hataki kujionyesha. Yeye alikuwa kidato cha pili, lakini kilimshinda nini cha kidato cha 4? Vitu vingi vya kidato cha 3 mpaka cha 4 alikuwa na vijua kwa sababu ya masomo ya kidato cha kwanza na cha pili. Alikuwa ameshapitia alivyokuwa kidato cha kwanza. Akatulia, akaondoa uoga na akawa hana papara. Wasiwasi akaweka kando. Akaanza kuzikokota zile hesabu tena na maelekezo yaliyonyoka. Kwa jinsi alivyokuwa anakokotoa hesabu ambazo zilikuwa zinatumia kuangalizia kwenye kitabu cha Fofiga, lakini yeye hatizami popote, na hata jinsi alivyokuwa anajaza hesabu za kuzidisha pasipo hata kupiga kwa kutumia vidole ama kuomba calculator. Ziliwashangaza Mama Queen ambaye alikuwa naye amesoma sana, Mzee Bernard na Queen mwenyewe. Lewis akawaonyesha kuwa alikuwa balaa. Queen akatamani hata pige kelele kwa shangwe, lakini akajizuia, ingawaje alizidi kumshangaa Lewis ambaye hakuwahi kumuuliza kuhusu masuala ya masomo. Kijana, kweli uko kidato cha pili wewe? Mzee Bernard akauliza. Lewis akajibu pasipo kupepesa macho. Umejuaje hesabu za kidato cha 4?
na unaweza kuzikokotoa vyema. Pia unawezaje kuzidisha kwa kichwa tu, hata kuangalia fofiga kupata majibu unaziandika vizuri. Bernard akauliza, sijui niseme kichwa chepesi, maana mie nilivyokuwa kidato cha kwanza nilimaliza topic za kidato cha pili baada ya kumaliza cha kwanza, na sasa hivi nipo kidato cha pili, lakini topic za kidato cha tatu na cha nne zote zipo kichwani. Lewis akajibu. Mzee Bernard hakuamini, akamuuliza maswali kadhaa ya masomo mengine ile kupima uwezo wake. Yote Lewis akayajibu. Majibu yake yakamvutia sana mzee huyo mpaka kufikia kutabasamu. Kijana, umenikumbusha nikiwa na rafiki yangu alikuwa kama wewe. Alinisaidia sana enzi zile nasoma, kwa kuwa alikuwa kama wewe, ana ubongo mwepesi wa kukalili vitu. Karibu nyumbani bwana Lewis, na unisamee bure kwa challenge, na kama ungeenda tofauti kazi ungeipata. Endeleeni kujisomea. Mzee Bernard akaongea na kuondoka pale pamoja na mke wake. Lewis na Queen wakawa hoi wakatazamana, na Lewis alionyesha kukasirika sana. Umeona? Nilikwambia Queen, umetaka kuniponza. Kwa nini? Baba yako angeniua je? Lewis akaongea kwa sauti ya chini. Hamna Lewis, asingeweza kufanya hivyo, ningemlilia. Lewis, naomba nisamee. Queen akaongea na kutaka kumshika mkono Lewis, lakini Lewis akavuta mkono wake kuonyesha alikuwa amekasirika. Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 19, na nikirejea tutaendelea na sehemu ya 20. Simulizi inaitwa Umechelewa na imefikia patam sana. Omikan, Ome makopakopa, Omi malavidavi, Mr. Huba.